Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tusalimiane kwa mkono. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka, ninampenda Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na niko na furaha siku ya leo kusimama mbele ya kanisa kwa sababu Mungu aliniokoa na kanipa neema siku ya leo kuniwezesha kusimama pahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo la kawaida, lakini namshukuru Mungu. Pia nikishukuru uongozi wa CFF Mariakani, pia nikishukuru mtumishi na kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Haleluya. Mbona muitikie amen kama watu waliomba kesha? Haleluya. Amen. Kama uko wa kesha ulikosa vitu mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tulibarikiwa na Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Kitangulizi chetu kinasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake ni amina. Ahadi zake ni ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kile alichoahidi anakitimiza. Haleluya. Yeye si mwanadamu adanganyi. Haleluya. Yeye si mwanadamu aseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye ahadi zake ni amina. Bora kumemwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bora kumemwamini nani? Mungu. Haleluya. Haleluya. Tuende katika neno la siku ya leo. Na kichwa cha neno ni kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaa matunda. Tatuwekea Yeremia 17 mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria Joshua atakuwa msomaji leo. Nisaidia kusoma. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mkristo ambaye amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya nini? Ya maji, ya mto. Haleluya. Na utazaa. Si ni kweli? Kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuangalia hii neno kuzaa matunda. Na tuangalie kweli vile Mungu, haleluya, alituneemesha ndipo sisi alituacha hapa tukazae nini? Matunda. Tukifika mbinguni kitu ya kwanza utaulizwa ukifika mbinguni hautaulizwa ulikuwa na watoto wangapi. Bwana Yesu asifiwe. Hii hautaulizwa ulikuwa na watoto wangapi, ulikuwa na nini, hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na pesa ngapi kwa account. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hatutaulizwa. Praise God. Kwa sababu kile Mungu alituwekea hapa, alituambia tukazae nini? Matunda. Bwana Yesu asifiwe. Matunda. Kuna watu watafika kule mbinguni waanze kusema, unajua mimi nilikuwa nahubiri. Hakuna mambo ya kuhubiri. Mungu anataka tuzae nini? Matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa mhubiri ni sawa, lakini ulizaa matunda. Praise God. Praise God. Amen. Kuna watu hatutaki kuzaa matunda. Na kitu tunataka kuangalia
nataka kurudi nyuma kidogo, kwa sababu siwezi angukia kwa kuzaa matunda kabla hatujaangalia mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wa huyu mti kupandwa na kupaliliwa na kukua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kurudi nyuma kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niko hapo tu kwa kuzaa matunda, lakini tutarudi nyuma kidogo. Haleluya. Ndio huyu mti ukue mti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu 3 zilihusika ndio huyu mti ukue hapa. Haleluya. Kitu ya kwanza niseme ni mpanzi. Haleluya. Kitu ya kwanza ni mpanzi. Ama nikitoa mfano hapa ni kama mtanielewa. Tukisema pale yale mahindi pale, hata kama tutasema hii, mtu wa kwanza alihusika ni nini? Mpanzi. Na mpanzi mkononi mwake alikuwa na nini? Kwa sababu mpanzi pia hawezi kuja hivi hivi eti anakuja kupanda na mikono huku mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Lazima akuje na nini? Na mbegu. Kitu ya pili ni nini? Mbegu. Kitu ya tatu, kama kuna mpanzi na kuna mbegu, kunahitajika nini? Shamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kunahitajika nini? Shamba. Kama kuna mpanzi, kuna mbegu na kuna shamba, hapo tuko sawa, tutakula mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kweli? Kwa sababu kunyeshe kusinyeshe, tunaweza tumia maji ya kule, tunaweza fanya nini, lakini tukiwa na hizo vitu 3. Unajua mvua isiponyesha, hata isiponyesha, tunaweza chukua maji pale mtoni tukaweka. Hii haikutegemea, hii saa hii haitegemei maji ya kule. Si ni kweli? Haitegemei mvua, yani lakini tunaiwekea maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio tupate kiti naitwa mti na uzae matunda, kuna mpanzi na kuna mbegu na kuna nini? Shamba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nimerudi nyuma kidogo ndio tuangalie huyu mti utazaa matunda ama utazaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahubiri mchungaji alituhubiria kuhusu mti ambao hauzai, na Biblia inasema ataukatakata siku za mwisho juu hukuzaa na utupiliwe huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mpanzi huko, mbegu iko, shamba lilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpanzi alipanda, lakini haikufanya nini? Unaona hii kuna siku pastor alikuwa analeta huyu mti, na akiufikisha tu siku kidogo, wiki moja, unakauka. Na shida baadaye akakuja kugundua ni kule chini kwa mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hakuwa anaweka mbolea kule. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hiyo mchanga mwenye tulikuwa tunaweka, sisi ni kama tulikuwa tunaweka wapare tunawekelea hapa. Na mchanga yenye nahitaji si huyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida inakuanga kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Shida si mbegu. Si mbegu tunakuanga sokoni, hata ziko kwa karatasi ziko sawa. Ziko sawa, hata wamezipima, wamekuandikia hizi zita expire sijui 2030. Yaani ziko sawa kabisa. Mpanzi ako tayari. Haya, pale tumeweka tingatinga, iko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeweka mahindi. Shida yasipomea ni nini? Shida ni nini? Ni shamba. Shamba haikupata maybe mvua, shamba haikupata mbolea, shamba haiku. Bwana Yesu asifiwe. Mbega itakuwa. Hallelujah. Praise God. Na tunataka kuangalia mfano mmoja ambao Yesu alikuwa anaambia wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia Matthew 13, tutaanzia hapo verse 1. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakakusanyika makutano mengi,
hata akapanda chomboni, akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda, na hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 100, 100, 60, 100, 30. Mwenye masikio na asikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye masikio na asikie. Hii neno naikumbuka hata Yohana alikuwa anapenda kuitumia. Mwenye masikio asikie kile Roho anafanya nini? Anasema ama anaambia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ni Yesu. Yesu siku moja akatoka nyumbani. Biblia imesema hivyo. Akatoka nyumbani na akaenda pale pwani. Sijui pwani kwa Kiswahili nzuri ni gani? Ni pwani tu. Pwani. Baharini. Pale kwa mchanga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda pale baharini. Praise God. Na akaketi. Na alipoketi watu wakawa wengi na wanafunzi pia. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa hapo ikabidi aingie kwa ile meri, imeitwa, Biblia imeitaje? Tuweke verse 2. Bwana Yesu asifiwe. Akapanda chomboni. Kuna Biblia nyingine nilisoma inasema meriki. Hiyo sasa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tu kuisoma hivyo. Merikebu. Amen. Akapanda hiyo merikebu. Lakini hapa Mathayo anasema ni chombo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndogo. Ni kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Mimi sijawahi enda huko hata sijawahi panda hata siku moja. Ndio maana sijui. Bwana Yesu asifiwe, lakini wanaziona. Praise God. So Yesu akapanda chombo na akaanza kusema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kulikuwa na mpanzi. Alipopanda na Yesu kusema hivi, huyu mpanzi inamaanisha kuna kupanda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kupanda tofauti. Huyu mpanzi mbegu zake inaonekana ni zile kama zile kuna hizi mbegu za mchicha zinakuanga ndogo. Sasa zile za mchicha huwezi panda kamoja kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi panda kamoja kamoja. Ilibidi achukue, kama akichukua hivi kimoja anarusha. Bwana Yesu asifiwe. So alipoanza kupanda, Biblia inasema moja zikaanguka wapi? Verse 4. Moja zikaanguka kando ya barabara. Praise God. Moja zikaanguka kando ya barabara. Zingine zikaanguka pahali kuna miba. Bwana Yesu asifiwe. Zingine zikaanguka kwenye mwamba. Zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo Yesu hapa anasema hizi zenye zilianguka kando ya barabara, ndege walikuja wakazibeba. Hata watu wenye wanapita wakazikanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tunataka kuangalia aina ya sisi wa Kristo vile tuko. Sababu gani hatufanyi nini? Hatuzai matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nyuma mwanzo kwanza, je, mpanzi yuko tayari? Mbegu iko tayari. Mbegu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpanzi yuko tayari, mbegu ni neno la Mungu na anapanda.
Na shamba ni moyo wa mwanadamu, kama vile mtumishi ashasema. Bwana Yesu asifiwe. Shamba ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Shamba ni moyo wangu, wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi mbegu zinapokuja inategemea ni shamba aina gani. Shamba yako iko vizuri, shamba yako iko na miba, ama shamba yako iko na vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja? Hizi mbegu zilizoanguka kando kando ya barabara. Bwana Yesu asifiwe. Ama kando ya njia. Ni kama Mkristo yule ako kanisani, lakini neno la Mungu analisikia. Praise God. Analisikia, lakini hawezi kuritii. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kufanya nini? Hawezi kuritii. Wanalisikia neno la Bwana, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Mungu hata akarusha mbegu, shamba yake iko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Zaanguka kando tu, kando ya barabara. Na huyo mtu ako na shida mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni aina ya Wakristo ambao tuko kanisani. Haleluya. Hii ni aina ya Wakristo ambao tuko kanisani. Na huyu mtu, Bwana Yesu asifiwe, marafiki anakuanga nao ni wale watu ambao hawajaokoka. Tuko pamoja? Hiyo ni number 1. Tuko kwa huyu ambao mbegu zake zilianguka wapi? Kando kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee 19. Hapo. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo. Anzia 18. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lilipopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Burudia. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo mtu Yesu ashafafanua sasa. Unajua alikuwa anatumia mpanza, anatumia nini, anatumia shamba, lakini sasa amefafanua. Huyo mtu inamaanisha shamba ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu analisikia neno, lakini hili neno akitoka pale mlangoni, kuna yule adui anakuja analichukua na anarudi nyumbani akiwa hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tuko hivyo. Hebu ujiangalie. Wewe ndio unajijua. Ujiangalie kama ukitoka pale ukifika tu pale neno lishaende, shasaurika. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu kitu ya kwanza, au watu wanakuanga hawana Biblia. Mtanisamee, sijui wataona Biblia hapa ama hawana. Sisi hapa CFF tumeokoka, tuko nazo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tuko nazo. Haleluya. Huyo mtu, mimi naongelea huyo mtu, anakuanga hana Biblia. Hana pahali pa kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Hana pahali pa kuandika. Kwa sababu kama kichwa usahau, maandiko ndio huwa usahau. Hayapotei. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu akitoka pale amesahau kila kitu ambacho amefundishwa. Siku moja mtu mmoja alienda hizi mission za huko nje, huko ng'ambo. Kama vile pastor alikuwa anatuelezea akisema akiwa kazini walikuwa wanapelekwa kule ng'ambo. Na wakienda kule wanawakaribisha vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu alifika kwa ndege, juu ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Alipanda ndege. Kufika pale, mimi sijawahi panda ndege. Haleluya. Lakini nitaipanda. Haleluya. Hivi karibuni nitapanda ndege.
na nitawaambia ushuhuda. Haleluya. Lazima utoe ushuhuda. Kwa sababu kuna mwingine alisema eti tulifika kule wakatutishia. Eti kuna dada alisimama akasema kila mtu afunge mshipi kwa sababu tunaweza anguka baharini. Na ukianguka baharini kuna kitu pale ushikilie, na ukikosa hewa, tunaweza kosa hewa, kila mtu akaribisha ile kitu ya hewa. Na watu wakaanza kufikiria uoga wakifikiria inaenda kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ushuhuda wake alitoa, na sijui kama ni ukweli. Si ndio? Juu sijaingia, lakini siku nitaingia nitawapea ushuhuda. Lakini mtu mmoja nilikuwa nasema mtu mmoja alienda ng'ambo kwa kulingana na kazi, mission za kazi. Alipoenda akifika tu pale kwa ndege. Acha nikuonyeshe sasa ushuhuda. Kila mtu ako na ushuhuda wake. Huyu alipofika tu walimletea chai. Haleluya. Chai akafanya nini? Akakunywa. Sijui kama wanaongezeanga mikate, sijui kama wanaletanga chakula. Akakula kwa sababu ilikuwa safari ndefu kama ya 6 hours. Akakula na akalala. Bwana Yesu asifiwe. Na akafika kule. Alipofika kazini wakawakaribisha airport vizuri sana. Na kabla waende wakapitia pahali wakawapea chai. Wakingojea tu mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Wakawapea chai. Baadaye pia mkutano ichelewa kidogo, wakaletea chakula wakakula. Bwana Yesu asifiwe. Na lunch wakawaletea chakula ya aina tofauti wakakula. Jioni wakaletea chakula nzuri yenye hajawahi ona akakula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na waliporudi pia wakawapea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni ushuhuda mzuri? Yule mtu alipotoka kule na akafika, alikuwa na furaha mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na furaha mingi. Sasa familia ikamuleta, ikamuita, ikamukaribisha, ikamuuliza, tunataka utuambie mkutano ulienda vipi? Haleluya. Amen. Mkutano ulienda vipi? Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia wacha niwaambie ukweli. Akawaambia ile siku ya kwanza nilitoka hapa, tulifika pale kwa ndege, wakatupea chai. Haleluya. Walipotupea chai, baadaye wakatupea chakula tukakula. Na tuliposhuka tukaenda pahali pa kungojea meeting, wakatuletea chakula tukakula. Na ilipofika wakati wa lunch, wakatuletea chakula, makuku, ng'ombe, nini tukakula. Na ilipofika jioni tukakula. Wakatafutia mahali tukarara. Jioni wakatuamsha tukakula. Asubuhi tukakula. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliporudi pia tukakula. Na sijawahi ona safari kama hiyo. Na nilifurahia sana. Na saa hii mimi nasikia Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu hakuna kitu alikuwa anasikiza kwa miti. Haleluya. Wamemuuliza meeting ilikuwa vipi? Yeye anajibu tulikula. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Na kuna aina ya Wakristo kama vile Biblia imesema, na ni Yesu alikuwa anasema. Yesu anaongea, anasema kuna watu ambao wakitoka tu kidogo neno limesahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Hizo mbegu zimechukuliwa na adui. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jiulize. Yesu hata ametoa mfano wa karibu. Akitoka tu kidogo imeenda. Na jiulize tu, wewe ikiwa ni Sunday, alafu kukuche Monday, unakumbuka ile neno ya Sunday? Nasikia mnajibu pole pole. Haleluya. Unakumbuka ile neno umepewa Sunday. Unakumbuka ile neno umepewa na mtumishi. Unakumbuka hata kama ni andiko ngapi zenye tu zimekugusa na ukasema Mathayo palikuwa panasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ama Yesaya, kwa sababu hapa kila mtu anachukua zake. Wacha nikwambie, sahi hata nikirusha mbegu ziwe ni za mahindi zimechanganya na maharagwe na nini, nikirusha hivi alafu kila mtu achukue, kuna mwenye atachukua ya mahindi, ya maharagwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anachukua neno lake
kulingana na vile nimehubiriwa, ama kulingana na vile mpanzi amerusha nini, mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swali linakuja, wewe mbegu zako huwa zinaanguka kwa shamba ambayo liko vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu wa kwanza tunaangalia hapa ni mtu ambaye mbegu zake zilifanya nini? Zilianguka kando kando. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu kama hao unakutanga tu akifika akiulizwa ibada ilikuwaje? Waimbaji waliimba. Waimbaji wameimba. Na hata wimbo hajui wameimba nini, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Na kumehubiriwa na neno na yeye ndiye anakuanga na ushuhuda mzuri. Anasema na leo kulikuwa na nguvu za Mungu. Ni kama ameziona. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kulikuwa na nguvu za Mungu. Yaani anashuhudia vizuri sana. Haleluya. Kwa sababu yeye hakufunga macho, alikuwa anaangalia tu. Mtu akianguka, kulikuwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anaangalia. Na hao wanakuanga tu kwa sababu yeye moyo wake hajaupea nafasi mbegu ikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mbegu ziko kando ya njia, hazijaingia moyoni mwako. Na huyu mtu anakuanga na shida mingi sana. Hata kukikuja nini, yeye ako pale kwa sababu yeye anakuanga na ushuhuda mingi. Anakuanga ni kuona, amesikia lakini hakutilia maanani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ushuhuda wake ni wa kanisani, ni vitu tu ameona, vitu ameona. Haleluya. Haleluya. Na hao ndio wale unakuta pia ni mtu anajuanga. Unajua kuna watu wako na memory, maybe mimi sina memory kubwa, lakini kuna watu wengine wako na memory kubwa sana. Anajuanga kila mtu nguo yenye amevaa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa siwezi jua eti nyinyi mmevaa. Okay, sasa hii nawaona mmevaa hivyo. Lakini mkikuja Sunday ingine, nitakuwa najua kweli Joshua alivaa hii, huyu alivaa hii, huyu alivaa huyu. Hiyo nitakumbuka kweli. Lakini kuna watu wako hivyo. Hata saa hii nikiwauliza, hii trouser nimeiregelea. Washaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mioyo yao inaangalia tu, lakini haipokei. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu haipandwi. Sasa tutazama tunda lini? Wakati hata shamba yenyewe mbegu hatukubali ianguke. Na Yesu alisema atachukua hii matawi juu hata ijazaa. Sasa huyu mtu hata ako na shida. Sijui Yesu atachukua matawi gani, sijui Yesu atafanya nini. Huyu mtu, Bwana Yesu asifiwe, atahukumiwa sana. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu wanapendanga Mungu kwa midomo. Mtu mbegu zake zime hivi kando ya njia. Yaani hawezi andika, hawezi kuwa na Biblia, hawezi kuwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wanampenda Mungu kwa nini? Kwa midomo. Yaani ni ushuhuda tu. Haleluya. Kwa midomo. Huwezi penda Yesu kwa mdomo. Biblia inasema aje Yeremia 29. Yesaya, tuweke Yesaya. Yesaya 29:13. Bwana akanena kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao kilicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa, Biblia inasema aje? Hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao. Watu wanaheshimu Mungu. Wakikutana maybe na mtumishi, yani
wako na ile heshima kubwa sana mpaka mtumishi anaona huyu mtu ameokoka sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema aje? Hawa watu wanafanya nini? Wananiheshimu kwa vinywa vyao. Kumheshimu, wanamheshimu Mungu, lakini kwa vinywa, matendo hapana. Mbegu hawataki. Praise God. Shamba lao ni ling'are tu na vitu zingine zimemea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hawa watu wananiheshimu mimi kwa vinywa vyao, bali mioyo yao farakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo tu. Huyo mtu kwa sababu yeye anakuanga kanisani, Bwana Yesu asifiwe, huyo mtu hata kama ni ushers, kwa yale maagizo yake ya ushers ako mbele, hata ndiye anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale maagizo inategemea anafanya nini kanisani, yeye yuko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo ya wanadamu ako sawa. Hata mkisema mfike saa ngapi, ashafika na anaangalilia wale wenye wamechelewa. Na huyo mtu angekuwa Mungu, sijui angewafanyia nini. Wale wamechelewa juu wana waangalia hivi. Ashaona wenye wamechelewa, anaona hawa hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ashaona wenye wote anawaangalia tu hivi. Huyu mtu kwa maagizo ako sawa. Lakini moyo, Bwana Yesu asifiwe, moyo wake uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mioyo yao iko mbali na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye mbegu zake zimefanya nini? Kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Neno leo Yesu ndiye amelileta. Bwana Yesu asifiwe. Si mimi ni kama chombo. Bwana Yesu asifiwe. Ushawaiona kile chombo chenye kinabeba mbegu? Inakuanga ni nini? Ni kikapu ama nini? Kikapu nini ingine? Kwa wamama wale wenye mnaendanga sokoni, pale mnawekanga zile vitu, kunaitwaje hizo? Ni kibaga ama ni kinini? Kikapu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni chombo. Haleluya. Na kuna mbegu na kuna mpanzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Na neno la leo linatuuliza, je, mbegu hizi huwa zikikuja, neno hili huwa likikuja, unalipokea, unalifanyia mazoezi, unalitafakari? Na Mungu akaambia Yoshua akamwambia, neno hii usiwahi toa kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ulitafakari asubuhi na usiku, mchana na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi, ndiposa mambo yako yatakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine tumeachilia, mioyo yetu imepandwa vitu zingine, masegenyo, nini tu vitu tudogo, nini. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utaki mbegu ya Mungu ipandwe. Haleluya. Mbegu ya Mungu ikipandwa huwa haiozi. Mbegu ya Mungu haiozi. Kuna Mkamba aliimba, mbegu ya ngai inafanya nini? Wale Wakamba mnisaidie. Wimbo ya Wilberforce, eti mbegu ya ngai. Hakuna mwenye anajua waimbaji. Nitaitafuta. Haiozi. Kwa Kikamba, yani kwa Kikamba. Si hiyo sasa ndio nilikuwa natafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ya Mungu haiozi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tumeikataa. Sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende 19:18. Tuko Matthew. Tuko pale lakini tulikuwa tumemaliza 19. Mathayo tusomee.
Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, akalipokea mara kwa furaha. Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia nasema zile zilizopandwa kwenye miamba, haleluya, ni wale watu, yani neno wanalipokea kwa furaha. Tuwekee pale nyuma 20. Huyo ndiye alisikiaye lile neno, akalipokea mara kwa nini? Kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise God. Tukisema pokea, hao ndio wanapokea sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wako na furaha mingi sana. Haleluya. Wako na furaha. Au watu wanalipokea. Kanisani unaweza ona ndio wako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wako na furaha. Kuna pahali kwingine niliona mpaka mhubiri akihubiri, wao wanashikanga hivi na notebook. Wakiwa tu yani wanasimama tu. Wakiwa hiyo neno yani wanaipokeanga. Yani mtu alikuwa anakaa kama hivyo, Joshua amekaa, alafu asimame vile naongea. Asimame asikie hiyo neno, inaingia kabisa, inaingia. Lakini swali ni, unajua watu waoni mioyo. Haleluya. Ni kujionyesha ama wanamaanisha ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Swali ni kujionyesha ama ni ukweli? Juu wanalipokea na furaha. Kwa maagizo, hata tukirudi pale nyuma, kwa maagizo wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. 21. Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu amepokea hiyo mbegu mpaka ameenda nayo, hiyo neno mpaka ameenda nayo, lakini huyu mtu hajasimama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Analipokea kwa muda kidogo na anapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jaribu mkwazi. Jaribu mkwazi ndio utajua ali huyu ndiye alikuwa Joshua ama ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ukimkwaza tu kidogo. Haleluya. Ukimkwaza ndio utajua ujui. Biblia imewaita ni watu ambao mbegu zinaingia wapi? Kwa miamba. Na ni kila siku. Mpanzi akirusha mbegu zaingia kwa mwamba. Na kujipiga kifua kwa sababu unajua mshawaiona mwamba? Ni kujiamini, yani haleluya. Tuweke 22. Rudi hapo nyuma 21. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wenye walipandwa hapa kwa miamba. Haleluya. Ni watu ambao yani hao watu kuna sijui ni muite aunti yangu ama ni muite aje kwa Kiswahili, lakini huyo mama alikuwa ni familia, alikuwa ameokoka na hizi kanisa za dini, na alikuwa ameshika kabisa, ameishika. Lakini siku moja kuna zile kuna wale wanyama wanakuanga na masikio marefu, wanaitwaje? Masungura, hizo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuanga nao. Sasa alikuwa na mtoto, tulikuwa tu kama rika moja. Sasa yeye alikuwa na zake na mimi nikakuwa na zangu. Sasa nikamwambia, juu hizi zangu hapa kwetu hakuna mahali pa kuzilelea, wewe nichukulie. Umixi pale, tutakuwa sisi wote tukitafuta nyasi, tukipea hao nini,
au tulikuwa wadogo, nilikuwa kama class 4 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mama siku moja tu sijui nini nilimwambia kama nilileta nini sungura pale. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia alizichukua zote akazinyonga. Zote akazinyonga. Na alipozinyonga mimi nikakuja kuambiwa na yule mtoto wake. Nikasikia nimeumia, nikaenda kumuuliza. Alienda juu. Alienda juu. Alienda juu. Mama kwenda kumuuliza, akaenda juu. Akasema ngojeeni kwanza niweke wokovu wangu chini. Hamjaniona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ngoja niweke wokovu nini? Chini. Nyinyi mnaniuliza mambo ya sungura hapa. Wacha niweke wokovu chini. Na kaweka chini, lakini mimi sikuuona. Bwana Yesu asifiwe. Aliongea yale yake yote. Mpaka nikashindwa. Watu hii neno ya kusema wokovu na uweka kando kwanza. Ndio sasa tuonane vizuri. Inakuanga aje? Wokovu na uweka. Alikuwa nao ama ni kama hakuwa nao tu. Bwana Yesu asifiwe. Uweze niambie eti wokovu unataka kuweka kwanza chini. Kwani ni simu unaweka chini ndio ichukue tena? Bwana Yesu asifiwe. Akasema wokovu na uweka chini. Na aliweka chini kweli. Alienda juu mpaka tukasahau. Nilisahau hizo sungura mpaka wa leo. Huyo mama hata nilienda kumsamehe baadaye. Juu mimi hiyo kitiri niuma kiwango kingine mpaka nikamsamehe nikiwa nimemaliza shule tu. Nikiwa nimemaliza shule ndio nilimsamehe. Kuna mahubiri fulani ilikuja ya kuwa tusamehe wale watu wote waliotufanyia vibaya. Na mimi nikasamehe mtaliua sungura zangu. Haleluya. Acha turudi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ambazo zimetupwa kwa mwamba ni watu wanasikia lakini wanachukizwa. Yaani hawezi vumilia, akikwazwa tu kidogo asharuka, ashaenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ni Mkristo. Kwa sababu amepokea na haraka. Lakini hajaenda pahali. Kuna mfano mtumishi anatupea, anasema mbuzi wake akienda kukula ama ng'ombe, anakula haraka, lakini uzuri wa mbuzi ama ng'ombe, akifika kwa nyumba anafanya nini? Anarudisha, akitafuna vizuri, sasa anatafakari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini huyu anapokea haraka, na akipokea haraka anakaa hivyo. Ndio maana sasa hiyo wokovu inamletea shida. Anasikia aitoe aweke chini kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasikia hiyo wokovu kwa sababu mahali imemfika. Acha atoe aweke kidogo. Si kama ng'ombe. Ng'ombe hiyo inarudisha pole. Lakini yeye amepokea haraka na hataki kukua kama ng'ombe, hataki kuwa kama mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hataki. Amepokea haraka na hizo vitu. Ushaona mtoto anakuranga haraka. Akikula haraka ukimwangalia unajuanga huyu nampea tu dakika ngapi? 3. Ama wana hawa tu. Hii chakula yote itakuwa wapi? Itakuwa pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mkristo sasa. Anapokea haraka. Lakini akikwazwa, huyu mtu kwa sababu amekula haraka hata ameshiba, akikimbia sana anatapika. Na hao tuko na aina ya Wakristo hapa kanisani. Maybe si hapa, ni kanisa zingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila mtu ajiangalie moyo wake. Biblia inasema heri wale wanaofanya nini? Wanaovumilia. Mark, hebu tusomee Mark 13:13. Marko. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe.
mwenye kuvumilia hata mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mtachukiwa na watu wote. Kuchukiwi inamaanisha mtakwazwa. Haleluya. Mtakwazwa na watu wote, lakini heri yule mwenye kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Heri yule mwenye kuvumilia. Sasa Mkristo huyu hananga uvumilivu. Hawezi, kwa sababu amekula sana. Mtoto kama amekula sana, hata wewe umekula sana alafu wakwambie ukimbie, au utakimbia? Enda uliza wale wenye wanakimbianga, hawakurangi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukikula sana hivyo hautaweza kuvumilia, lazima utatapika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia imesema nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Niko hapa chini, lakini mwenye kusaburi, mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu huyo hana nini? Hana uvumilivu. Na watu tu tuko hapa, lakini ukichukiwa na mtu mmoja ni kesi. Wewe unataka kukaa upendwe na watu wote, haitawezekana. Na Yesu aliandika hapa akasema nanyi mtakuwa mkichukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii tuseme yule mwenye ako mbele yetu na tunaangalia nini yake, yani kielelezo chetu ni mchungaji, ni pastor. Na kwa sababu yeye ni pastor, unafikiria hana watu wanamchukia? Ako nao. Hata anaweza kuwa ako na wale wenye wamefast ndio asikuwa anasimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kuwa wako, lakini wacha tukaa hapo kwa kumchukia. Kuna wale watu wanamchukia, hawampendi. Sasa kama Biblia inasema heri wenye kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na nini? Na uvumilivu. Na usikue katika hii pati moja ya watu wenye mbegu zinaangukanga wapi? Kwa jiwe. Hebu 2022 13:20. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yule ambaye mbegu zimeingia kwenye miiba, Bwana Yesu asifiwe, lile neno linakuwa, linamea, tunaona ni mti, tunaona ni matunda, tunaona ni maembe, lakini mambo ya dunia, Bwana Yesu asifiwe, hayakubali ile neno likamea. Haleluya. Enda muulize watu wanalima. Mimi si mtu wa kulima, lakini wale watu wanajua kulima ama wanajua kilimo, wanasemanga ya kuwa usipopalilia haukuli. Bwana Yesu asifiwe. Wanasemanga hivyo. Yaani usipopalilia haukuli. Praise God. Hallelujah. Mungu atusamee sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anarusha mbegu, mpanzi amerusha mbegu, lakini shamba hii imejaa mambo ya dunia, miba. Praise God. Miba, mambo ya dunia. Biblia inasema na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali husonga lile neno, likawa halizai. Bwana Yesu asifiwe. Jiangalie asubuhi ya leo ama mchana, kama neno hili wewe shamba lako kama liko sawa, liko na miba. Bwana Yesu asifiwe. Liko na miba ama liko na wadudu ama liko na nini? Kwa sababu linakuwa, huyu ni Mkristo anasimama, anajaribu kusimama, anajaribu kushika neno. Na huyu yeye hata neno aliingii kando kando, yeye analichukua vizuri. Na anajaribu, na anatoka ni Mkristo, lakini mambo ya ulimwengu huu na tutayaacha yamemfunga. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ako kwa kifungo. Huyu ni yule anakuanga na uzito. Kuna roho ya uzito. Anasikia hawezi kuomba. Anasikia hata akishika hata neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe, linakuja kwa unyonge, linaingia polepole. Hajui shida ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na anajaribu, lakini mambo ya dunia
praise God, yamemshika. Na juzi nilikuwa nikiongea nikisema ya kuwa kuna watu unakuta tuko hapa, lakini unakuta kazini kwao, akifika kazini yeye ni mtu mwingine. Hakuna mambo ya Bwana Yesu asifiwe, hakuna. Hata usiwahi msalimia hivyo. Juu ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, niko poa. Haleluya. Kuna watu wako hivyo. Yaani kazini, juu ya cheo, juu maybe ya marafiki, ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, niko poa, anajifanya ni kama hajasikia hii. Haleluya. Na ukinyamanza haizi kukuanza, ndio asiseme Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako hivyo. Mambo ya dunia yamewafinya, ndio maana hawazai matunda. Juzi nikawa nasema hata wengine kazini unakuta mtu hawezi, yani nyimbo tu, kama ni wale wako na ofisi ama wale wako wenye wako na tupa, wanaweza weka nyimbo. Hawezi weka nyimbo ya Mungu. Ni throughout Diamond ako hapo ndiye anampea ibada mpaka jioni. Na yeye ako na wao. Bwana Yesu asifiwe. Ako hapo. Na ukisongesha tu kidogo na kwambia, mbona umetoa hiyo nyimbo? Rudisha kidogo. Na hiyo ni Mkristo mwenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tumepotea. Wakristo tumekataa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumelikataa neno la Mungu. Tumekataa kumwabudu Mungu wa ukweli kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi beba Biblia barabarani, kuna wengine naonanga wanaweka kwa nini? Mungu atusaidie. Yaani unachukua okay. Sijui maybe kama naweza ongea nikute ni desturi ya huku. Nikute sana nimewakwaza. Lakini nitaiongea alafu kama ni desturi ya huku, mwenye wa huku atanisamee. Si ni kweli? Atanisamee juu naweza kuta ni desturi na mimi sijui. Na unajua siwezi kanyaga desturi zenu, lakini Biblia tukienda huku ni mambo mengine. Yaani mtu anakuta ni ukweli hauna bag. Hauna hii kikapu ya wamama hii ya kubeba. Biblia ukaweza kuiweka hapo na ukatembea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini juu hauna bag ile ya mgongoni, hauna nini? Yaani wewe huwezi beba Biblia hivi. Sasa kama hauna si hauna. Si ni kweli? Kama hauna si hauna. Lakini mwingine lazima apitie kwa duka, nipe kale kama mfuko ka 20. Anaweka ndani. Mfuko wa 20. Unaweka Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mfuko wa 20. Mimi nimeona hiyo kitu, lakini sijui kama ni desturi, lakini mimi nimeona si nzuri. Mbona hutaki kuibeba hivi? Kama umekosa ile bag, Bwana Yesu asifiwe. Kama una hiyo kikapu ya wamama kubwa, mbona usiibebe hivi kama Mkristo, utembee pale njiani? Eti watakuroga. Nani atakuroga? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilitoka kununua mkate pale, wakaniambia, funga kwa karatasi. Juu huku siku nzuri huku. Ukipita tu mtu angalia huo mkate, unaweza enda pale hautakuwa. Na wacha niwaambie kitu, na si mbali, nilikuwa nimenunua pale. Imagine kutoka pale na hapa. Eti ni mpaka anifungie, nifiche sasa. Sasa mimi nikashanga, sasa mkate nikibeba hivi, nani atanishika? Na huyo mtu ataniroga. Kwani mimi ndio wa kawaida sasa? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio wa kawaida. Niko na Mungu ambaye anazidi wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakristo tukue na neno kila siku tukilitafakari. Mambo ya dunia yasikufunge. Yasikufunge. Kuna siku unajua hili neno kilishika, mambo ya dunia yasipokufunga, ukiwa kazini mtu anaweza kukuangalia siku mingi, alafu akuje aokoke. Aseme ndugu, na wewe naonanga uko na amani. Hakuna watu hiyo kitu imewahi happen. Yaani kazini watu unaona mtu anasema, wewe naonanga uko na amani. Unaendanga kanisa gani? Amekuangalilia sana.
Baadaye amekuuliza, naonanga wewe uko na amani, mimi sinanga. Yaani naonanga wewe tuko kazi moja, kazini tunateswa wote. Yaani wote tunateswa, tunanyanyaswa, kazini sijui boss anatupeleka hivi, lakini wewe naona uko na amani. Unaendanga kanisa gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa Mkristo ambaye ameshika neno la Bwana. Haleluya. Ukiwa Mkristo ambao hata kwa nyumba kuna watu unaweza enda kwake hivi tu kwa nyumba, ukaregret, ukasema sasa hapa nimekuja kufanya nini? Muziki iko pale, vipindi ziko pale, hazieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Hazieleweki. Na wengine wanajiwanga tu kama ni mtumishi, asha change channel, anajiwanga ile ya Mungu, ashaweka nyimbo. Jaribu tu upite kidogo, ashabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wewe una nini? Mtumishi hata kubeba mbinguni, humuogopi Mungu? Wewe unaogopa mtumishi? Akikuja tu ushachange channel. Mnaangalia, akienda, turudi pale pale, unaita mpaka watoto. Turudini kwa ile kipindi chetu. Unajua hata sijui kilikuwa kimefika wapi. Mnarudia pale. Huo muda ambao unatupa, ungekuwa umesoma neno moja na ulitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuletea manufaa katika maisha yako. Lingekuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lingekuletea amani ambayo umekosa kwa nyumba. Wengine simu zimewafunga. Wengine hawawezi acha WhatsApp, hawawezi acha Facebook, hawawezi acha nini? Bwana Yesu asifiwe. Hawezi. Kuna kitu nimekumbuka hata kiliniumiza sana. Kiliniumiza. Maybe hakuna mwenye alikiona, ni mimi. Lakini tulikuwa kwa maombi ya watumishi. Na mwenye alikuwa anahubiri alikuwa ni mtumishi wetu. Na tuko kwa maombi ya watumishi. Na mtumishi mmoja akaingia, maybe hiyo nena haimuhusu sana, akaingia Facebook. Akaingia, akaangalia, mpaka hata wanawake, kuna wanawake wenye walikuwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka anaangalia, mpaka kaweka video ingine watu wakidansi. Na akaweka hiyo volume, akaangalia kama dakika moja tu. Yaani volume iko na kwa Facebook. Pastor hakumuona. Ama maybe alimuona kwa roho. Lakini mtu mwenye anaweza kuwa alimuona ni Joshua. Anaweza kuwa sijui lakini mimi nilimuona. Yaani amekaa hapo, mtu anahubiri na yeye pia tuko kwa kategoria ya watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa wewe unaingia Facebook, yule mwenye anahubiri hakuna kitu. Na unaweka volume. Kitu tu inishtua, unajua kuingia unaweza ingia kimakosa. Aliingia vizuri, akafungua data, alafu akaingia kwa Facebook na akaanza kupandisha hivi sana. Baadaye ndio akapata na hiyo video, akaiweka na iko na sauti. Na sauti ikaingia. Maybe mimi nikafikiria ni kama wengine walifikiria ni kama ni simu inalia, maybe inaita. Lakini haiko inaita, alikuwa kwa nini yake. Na iko na sauti. Unajua mimi hakuna kitu nilisikia uoga kama hiyo. Yaani uko mbele za Mungu, tuko kanisani na uko na hiyo jina, alafu unafanya kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tutahukumiwa sana. Mimi sikuhukumu mtu na sikuambia mtu, lakini iliniumiza kiwango ya kuwa karibu niende nitoe Facebook yangu. Niseme siku moja nisiwahi tu subutu hivi hata iingie tu kwa nini kimakosa. Karibu niitoe. Bwana Yesu asifiwe. Watu hatumheshimu Mungu, hatumheshimu kabisa. Yaani Mungu ambaye anaongea kitu kikawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye aliumba mwanadamu, Mungu ambaye amekukuza. Kuna maandiko anaambia Ezekiel, anamwambia angalia, mtoto huyu alikuwa kigagaa katika damu na watu wote hawakumuona. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni wewe. Watu hawakukuona, walikuchukia au kupata malezi vizuri au kupata nini, lakini Mungu akakuja akakutoa pale, akakuona.
akakukuza, lakini vile ulivyokuwa mkubwa, na kuna Mungu wako anaogopa. Kuna pahali alisema eti mtoto huyo akamea matiti. Imeandikwa akamea matiti. Alipomea matiti akaanza kujiona. Bwana Yesu asifiwe. Na akanisahau. Watu tumemsahau Mungu. Yaani hatumheshimu Mungu. Mungu ambaye ako kwenye kiti cha enzi. Mungu ambaye hakuna mtu amewahi kumuona. Mungu ambaye aliambia Musa, ukiniona utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye alishuka kwenye mlima Sayuni, mlima ikatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakamwambia Musa, kama ni huyo Mungu, tunakuomba. Kuna siku wana wa Israeli waliambia Musa, mbona unaongeanga na Mungu peke yako? Tunataka hata sisi tuongee na yeye. Akawaambia, karibieni katika mlima. Mungu aliposhuka, yale mambo walisikia, walimwambia Mungu, Musa, tunakuomba uende mwambie sisi asituongeleshe, tumerudi. Wewe enda muongee alafu utakuja tuambie. Wakakubali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenye nguvu. Mungu ambaye hakuna kitu kinyonge kitawahi ingia kwake. Mungu ambaye aliumba dunia na Mungu ambaye alisimamisha hii dunia juu inazunguka tu, hakuna kitu kimeishikilia. Ndio sasa unakuja hapa unadharau. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu inaumiza sana. Inaumiza. Kuna siku nilisema Mama Sokoro saa hii, mtu mwenye hapa tulikuanga naye mimi nashuhudia ni Mama Sokoro, na nilimuona vizuri na Ukristo wake. Na pahali alipo Mungu ni anapajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa hii akirudi hapa na awaambie vile kuko pahali popote alipo, kama ni mbinguni, kama ni wapi, lakini atuambie vile kuko ama vile mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mama Sokoro akirudi hapa anaweza sema, unajua nini? Mimi ile nyumba yangu nimeifunga. Nitakuwa nalala hapa kanisani. Sitaki mambo ya ulimwengu, sitaki mtu hata nipigie simu. Hata simu nimewarudishia. Kwa sababu yale nimeona si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Watu watumheshimu Mungu. Tumheshimu Mungu. Tumheshimu Mungu. Mimi nimeirejelea kwa sababu ni kitu ambacho niliona si kizuri. Ni kitu ambacho niliona kanisa inaangamia. Tunaenda wapi? Hata kwa watu ambao wanasimama mbele ya huyu mtu ama wako chini yake, tunaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusamee sana. Twende next. Grupu ya 3, mbegu zilianguka kwenye miba. Hiyo nafikiria tumesoma. Wako udanganyifu, nini, mambo ya pesa. Enda 21, enda hapo, enda Matthew 19:25. 19:23. Mathayo. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia itakuwa shida tajiri kuingia wapi? Katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Watu wamejikusanishia pesa na ndio imewaletea kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi ya kujiona. Anaona hawezi karibiana na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Anaona yeye ndiye ako na pesa kuliko watu wote. Kama vile Biblia imetuambia pale Mathayo. Lakini hapa tumepaona. Yesu akamwambia wanafunzi wake, amini na waambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia. Hebu rudi pale Mathayo. Naye aliyepandwa kwenye miiba, huyo ndiye asikiaye ile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali huisonga lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Udanganyifu wa mali, pesa linasonga nini? Neno la Bwana. Wacha niwaambie, kama kuna watu wanakuanga wagumu kushika neno la Bwana, ni watu wako na pesa. Joshua hapa ukae na milioni 2, milioni 1 hapa, mwingine milioni 1 hapa. Neno huwezi lisikia vizuri.
Kwanza kitu nasikia sauti ni ya pesa. Na nawaambia ukweli, pesa huwa inaongea. Pesa huwa inaongea na iko na kasauti kanyororo. Bwana Yesu asifiwe. Ushawaona mtu ako na pesa? Mimi saa hii kutoka ni ubiri. Mumeona nikigusa hapa? Ni kwa sababu gani? Iko kwa jina la Yesu. Amen. Yangu aiongea, iko na discipline. Hallelujah. Mtu mwenye ako na pesa huwa inaongea. Ikiwa hapa unaona tu imekukumbusha, hebu niangalie kama niko hapo. Unapeleka mkono nasikiza iko hapo. Unatembea tena. Ukifika tu pale mbele kidogo unajigusa tena. Unasikiza kama iko. Unafanya nini? Unaendelea. Pesa huwa inaongea. Inakwambia, alafu sasa mkifika pale inakwambia tu si nikupeleke kule ukaangalie. Si twende huku. Yani inakukontrol. Bwana Yesu asifiwe. Pesa huwa inaongea. Na watu wenye wako na pesa ni vigumu sana kusikia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaona amejitosheleza. Na akilisikia tu, anasikia tu akiwa ameketi. Yeye anangojea ile wakati tu wa kutoa ndio mchungaji aseme wale wenye wako na 10,000 tunataka kujenga nini na nini. Yeye ashaenda pale mbele, ashaweka pale. Kuna kanisa moja nilikuwa pale. Kwa wangu ndiye anajua hiyo kanisa. Kulikuwa na huyo walikuwa ashamfanya deacon. Lakini alikuwa anaitwa Maundu. Nikimtaja hakuna mwenye atamjua. Na alikuwa daktari. Dr. Maundu. Makueni anajulikana kwa sababu ako na hospitali ya kwanza pale Makueni kubwa. Hata anashinda serikali. Sasa huyo Maundu alikuwa na gari nyingine ya kwanza, hata Makueni ndiye alikuwa na gari nzuri. Na alikuwa anatembea na simu 2. Akiingia pale kwa mlango, njia yake ya kuomba ilikuwa pale nyuma. Anatembea kiomba. Anatembea kiomba. Anarudi kama mara 3. Simu ikilia hivi, anaiangalia, ashaenda nje. Na akienda nje ameichukua na ashaenda kwa gari yake. Ilikuwa inakaa kama V8 hivi. Ashaenda kwa gari yake. Huyo ashaenda na arudi tena, utamuona tena kesho. Na akikuja ni hivyo hivyo. Na huyo ni deacon. Bwana Yesu asifiwe. Na wamugusi kwa sababu ile pesa yako nayo, Bwana Yesu asifiwe, ni mingi. Kuna siku walikuwa wamenipea kazi kwa sababu ninajua hii mambo ya kompyuta, wakanipea kazi ya kufanya kufanya hizi recording, nikizitoa kwa vitabu nikiziweka kwa kompyuta. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona jina yake. Sasa nilipoandika nikawa ni kama naandika pesa yenyewe. Yaani naandika pesa hapa 0 naota ama ni nini? Na ni fungu la 10. Najaribu kuweka 0 ngapi? Naona bado ziko mingi. Naongeza 0 zingine, naongeza ama nimejidanganya. Mpaka nikapigia huyo secretary nikamwambia, hizi 0 uliandika ni za ukweli?" Akaniambia, hizo 0 ziko nyuma ya hiyo ni nini? Ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi ongea hizo 0. Hallelujah. Kumbe ndio nikaona, kumbe huyu mtu ako na pesa sasa. Si ile nilikuwa nasikia kwa story. Unajua kuna yule mtu wa kujifanya. Ako na gari, sasa anatembea ni kama ako na pesa. Na hana kitu, mafuta ya kufika Mombasa hana, mafuta ya kutembea kule hana. Lakini huyo alikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia huyo mtu alikuwa hata akikuja, akikaa tu pale. Kuna siku Bishop Lai alikuja hapo. Huyo Pastor Lai alikuja. Yeye Lai alipomaliza tu akasema anataka kumzawadi. Akampea vichaka 2 tu pale Makueni. Yaani pastor kumpea tu kasoda, wampea vichaka. Huyo mtu si akona pesa. Vichaka. Ushawaona mtu anapeana kichaka ovyo ovyo? Anaweza kupea pesa ovyo ovyo juni 10,000, 2,000, lakini kichaka kampea. Ikifika ni wakati wa kutoa, yeye hakuwa anajisumbua, cheki shaandika. Anaweza kutuma hata wewe Joshua, yaani ndio wewe hata wewe mwenyewe uende ukiangalia 200,000. Hiyo ni cheki.
watu wako na pesa hawasikiangi neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu sana, na ndio maana Yesu ameandika ni vigumu sana tajiri kufanya nini? Kuingia. Ni vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu sana, na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Twende next. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumefika pale kwa kiini chetu ambacho kinasema ya kuwa tuzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu anazaa matunda kwa sababu gani? Kwa sababu mbegu zimepata udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu zimepata udongo, zimepata pale ambapo kuko safi, zimepata pale ambapo hakuna miba, zimepata pale ambapo kumepaliliwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kumelimwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuko sawa. Na mbegu hii imeanguka hapo na ikamea. Bwana Yesu asifiwe. Ilipomea ikafanya nini? Ikazaa matunda. Praise God. Ikazaa nini? Matunda. Mti huu haungekuwa hapa kusingekuwa na mbegu. Mti huu haungekuwa hapa haungepata udongo mzuri. Unaona udongo? By the way, hii udongo hii si ile ya kawaida ya hapa. Sijui maybe kama kuna mtu ako na ufahamu anaweza tuambie udongo inatokanga wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako na nini? Hii udongo inatoka wapi? Haya, pasa ni yako na hiyo maoni. Jiendi? Nachanganya. Lakini si hapa nje kwetu. Haya, si mnasikia? Bwana Yesu asifiwe. Hii si ya hapa hivi, pale yenye naweza chukua pale tu eti nikaweka hapa. Hapana. Hii Joshua amesema hii ni ya kule Marindi. Udongo mzuri ambao umechanganywa na mbolea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndiyo maana huu mti uko hapa. Kwa sababu sisi kuna siku mimi na mchungaji tulichukua huu mchanga tu, tuliona ni wa kawaida, tukachukua mchanga tukawekelea tu na tukaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe si hivyo, ni mchanga ambao umetengenezwa, umechanganywa na mbolea, umechanganywa na nini? Udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ukipanda mbegu inamea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Udongo mzuri. Jioni ya leo angalia shamba lako linapokea neno namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Shamba lako limezaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kama mpanzi amepanda, je, limezaa matunda kwako? Hiyo ni swali ya kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Ama lina miba, ama lina majani, nyasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengi neno la Mungu tumelichukua, tumelidharau sana. Acha nikwambie, ile siku utaona hata kama ni mtoto, tuseme kama yule wewe nani? Wewe. Ian. Hata kama ni Ian atasimama hapa aongee. Bwana Yesu asifiwe. Kama amesoma neno la Bwana, umsikilize. Bwana Yesu asifiwe. Kama hajasoma neno, hata usimsikilize, itakuwa ni kipindi tu alikuwa anatuwekea entertainment tu tufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni neno, lisikilize, na akilitafsiri vibaya, sikiliza wewe vile Roho anafanya nini? Anakuambia. Biblia inasema tulipewa huyu Roho akatufundishe. Hata saa hivi vile nimefundisha hapa, kuna watu Roho amefunulia zaidi. Si ni kweli? Kuna watu wamefunuliwa na Roho zaidi ya kulingana hata vile mimi nimefanya nini? Nimepeana hii neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mko na udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shamba liko sawa. Kwa sababu limepaliliwa, hakuna miba, kila kitu iko nini? Iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri. Huyu ndiye alisikiaye neno na kuelewa
na kuelewa nalo, yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 90. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana, kwa sababu kama kuna kitu cha kwanza watatuuliza tukifika mbinguni ni hii hapa. Hiyo swali hata utanikumbuka, hiyo ndio utaulizwa kule mbinguni. Ulizaa nini wewe? Haleluya. Unajua mimi nilikuwa nakusanya watu tukifanya maombi. Unajua mimi nilikuwa kiongozi wa Sunday school. Unajua mimi nilikuwa ulizaa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ulizaa nini? Neno hili ambalo tulilopanda huko kwako kwa moyo wako lilizaa matunda, lilimea. Mienendo yako, nini yako, Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa kama barua yenye inasomeka. Haleluya. Kuna watu wenye si barua. Kuna kitu niliambia Mungu, nilimwambia mimi kama kuna kitu itanibidi nifanye, ndio nikue barua yenye inasomeka, mimi nakuomba tu niifanye. Kwa sababu niliona kuingia mbinguni si kitu rahisi jameni. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunafikiria ni neema tu ya tutaingia kwa neema. Wewe endelea kusema tutaingia kwa neema. Wewe hauna neema kama yenye Musa alikuanga nayo. Bwana Yesu asifiwe. Neema, kama kuna mtu alikuwa na neema ni Musa, alikuwa na neema ni Musa. Hauna. Lakini alimwambia kwa sababu umefanya hivyo, haufiki wapi? Kanani. Na ni mtu Mungu anashuhudia, anasema katika wanadamu wote hakuna mtu aliyekuwa mzuri, mpole kama Musa. Na mwenye alikuwa anashika sheria za, yani mwenye alikuwa sawa, mpaka amekubaliwa na Mungu, anaenda kuongea naye, mpaka aliwaiona mgongo wa Mungu. Hakuna mtu mwingine, usiwahi danganywa, hakuna amewaiona mgongo wa Mungu. Hakuna. Pale kwa kiti cha enzi Mungu akikaa, hakuna mtu anaangalianga huko. Hakuna. Lakini Mungu, imagine hiyo neema. Lakini wewe unafikiria ni mchezo. Musa tu amekasirika tu kidogo, wewe nao unafikiria ni mchezo, unafikiria mbinguni tutaingia tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Acha niwaambie, hili neno likikwambia fanya hivi, fanya. Kwa sababu kama si hivyo, wewe hauko na sisi kwa hii safari. Hauko. Neno kama limekwambia nguo fupi haziruhusiwi, neno, na wewe unasema unajua hiyo hakuna mambo ya mbinguni. Hii ni kitu serious. Bwana Yesu asifiwe. Kama imekwambia wacha njia hii na wewe huitaki kuiacha, hii ni kitu serious. Sisi tunaenda mbinguni. Mbinguni ni pahali ambapo kuko serious. Mungu hakuna mtu. Ushawahiona Mungu akijoke? Eti Mungu amefungua TikTok, atakuwa anachekesha watu. TikTok ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kama hiyo. Hii kingdom iko serious. Na watu wenye wanashika haya maandiko wako serious. Bwana Yesu asifiwe. Wako serious na maandiko. Haleluya. Hakuna mambo ya kucheza, hakuna. Na ndio maana kuna siku niliwaambia nilikuwa naishi, huyo mama alikuwa anatukasirikia sana. Akikuta tumeweka kipindi kingine, yeye alikuwa anataka nyimbo kuanzia asubuhi mpaka anatuwekea CD, anaweka nyimbo, anajaza. Tulikuwa tunatumia kitambo ile CD inazunguka. Anajaza nyimbo, anataka, na ziko hapo mingi, anataka ziende mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa anatukasirikia, ndio nilikuja kutambua ni kwa sababu gani yeye alikuwa ako serious na mambo ya Mungu. Hataki watoto wake waangamie kwa sababu ya vitu fulani. Hataki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, watoto wako wewe ukifika kwa nyumba, kuna yale maagizo wanakuogopa kweli? Uko serious na Mungu wakikuangalia? Haleluya. Unajua kuna watoto siku moja nilikuwa kule kwa pastor. Halafu nikafika nikakuta hakuna mtu, nikakuta Karebu na Elijah. Halafu nikakaa hapo na nikawakuta wanaangalia katuni. Walikuwa wanaangalia katuni. Wakaangalia, nikafika tu nikanyamaza. Nikawauliza, wakaniambia hawajakuja. Nikapigia simu pastor akasema anakuja. Ilikuwa jioni. Sasa mimi nikangojea hapo. Na tukaendelea hapo na wakujua kama nimempigia simu. Halafu tu time tu walisikia pipi hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alienda pap
Karibu alienda akazima TV. Tap. Haleluya. Elijah naye ni kama akatumia akili, akarudi tena akaiwasha, pap, akaiwasha, akaweka nyimbo. Mimi hata sikuongea, nilikuwa tu naangalia hiyo movie. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweka nyimbo kabisa. Na anajua akaniwekea ule Israeli, yule mbonyi yule wa huko kwetu. Ni kama wamemseti tu pale wakamweka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inafaa hata watoto tukiwa serious mpaka tukifika, Bwana Yesu asifiwe, wanajua huyu mzee, huyu ni mambo ya Mungu. Huyu mama yetu huyu ni mambo ya Mungu tu. Inafaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siwezi sikia vile wewe utaingia kwako, alafu mtoto kwanza ukifika, mama, unajua, hebu kuja kwanza. Kuja. Anakuita. Unajua sasa Shumureta saa hii ndiye anafika kukura watu sasa. Saa hii sasa nilewa, kuja uone sasa. Unajua jana hukumuona kikura watu. Hukumuona kiapia wewe. Yaani watoto wanakujua wewe you support. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa na uoga juu anajua hata mama ni rafiki yetu. Hata dadi ni rafiki yetu tu. Kifika hakuna shida. Nyimbo tuangalia. Unajua Diamond saa hii ameenda kule Amerika. Ukifika tu watoto wanaukaribisha. Kuja uone Diamond. Tumeangukia kwa kipindi cha Diamond saa hii ako Amerika. Na kwambia ameperform. Mpaka wakarusha watu hivi. Mpaka nguo akazitoa. Saa hii akaenda kifua wazi na wanakurudishia nyuma ndio upaone vizuri. Na wewe ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kingdom, ufalme wa Bwana wa mbingu si wa mzaa. Bwana Yesu asifiwe. Si wa mzaa. Hapana. Ni ufalme wa kuchukua, wa kuwa serious. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo mimi nimemaliza neno ambalo nimepewa, nimelipeana na nimelikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ndio ukijiuliza kuwa wewe ni Mkristo ambao unazaa matunda, ama hili neno haujalichukua, hili neno haujalishika, ama hili neno hautaki likutendee. Je, watu wengi tunahitaji maombi sana. Tunataka kuombewa peke yake. Lakini niambie vile mimi nitakuombea uzae. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nitakuombea uzae na wakati kitu kinasababisha uzae ulikikataa ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikataa mbegu na unataka mbegu itoke wapi? Ukue kama Maria. Itoke mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani itoke mbinguni likitembea tu hivi. Mbegu kila siku zinatupwa. Kila siku kunahubiriwa. Kwa maredio kunahubiriwa. Lakini watu ama sisi tumekataa kulisikia neno la Bwana. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Nimemaliza. Fikiria muda uko sawa.